wakati mzuri sasa tunakwenda kushiriki maneno ya Mungu. Karibu. Karibu, karibu tumkaribishe. Shangilia Bwana Yesu. Anaitwa Pastor Iris kutoka South Africa. Amen. Hallelujah. 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 This is a great day. Hii ni siku kuu. Because Jesus is here. Sababu Yesu yuko mahali hapa. When we gather together, tunapokusanyika pamoja, He comes to be in our midst. Anakuwa katikati yetu. He comes. Anakuja. He comes by His Spirit. Anakuja. And He's already here. Believe it. Amini. Asante Baba. Asante sana. Asante Baba. Greetings to the leader from the other church. Pastor, greetings to you. Special greetings to you. And greetings to the leadership. The people that work with Pastor and Mama. Salamu kwa viongozi wanaofanya kazi pamoja na mchungaji. Greetings to all the fathers that are here, the mothers, Salamu kwa baba wote na waona. young people, Mama na vijana. young men and young girls, Vijana wa kike na wa kiume. and the children. Na watoto. Greetings to the team that worships, praises and worships. Salamu kwa timu ya siku na kuabudu. It's good. Ni vizuri. It's good. Ni vizuri. It's good. You have lifted us up. Umetuinua. You have lifted our spirits up. Umepandisha kiwango chetu. Hallelujah. Amen. Pastor has introduced me. Pastor ameshanitambulisha. I have a husband. Ana mume. He is a pioneer in our movement. Yeye ni muasisi katika And he is here in Tanzania. na yuko hapa Tanzania. Tanzania, you are loved. Tanzania umependwa. He's in Dar es Salaam with Pastor Mohanukwa. Yuko Dar es Salaam na Pastor. So on Tuesday, Kwa he hiyo will be coming here to Dodoma. Jumanne atakuwa anakuja hapa Dodoma. And then on Friday, he will go back home. Ijumaa ataondoka kuja. So the eyes of the Lord are upon you. That's why He is sending so many people to Tanzania. Ndio maana Mungu anatuma watu wengi hapa Tanzania. God is doing a new thing in Tanzania. Mungu anafanya jambo jipya Tanzania. Hallelujah. Hallelujah. We thank God and we praise Him Tunashukuru Mungu na tunamtukuza that He is in our midst. kwamba yuko katikati yetu. He's going to deliver you Ataenda kukomboa from whatever problem. kutoka tatizo lolote. He's going to touch your soul Ataenda kugusa nafsi yako and heal you. na kukuponya. Right? Sawa? Are you expecting that touch? Unategemea mguso huo? Hallelujah. Hallelujah. I just want to say a short word prayer for the word. Nataka kuomba kwa ufupi kwa ajili ya neno. Father, you are good and we love you. Jesus, we commit our lives, we commit this time to you, the time of the word. You are the word. You came to us, and those that hear and believe accepted you. You made us your children, and we love you, Jesus. We love your Holy Spirit, and we welcome you in this place. We welcome you to touch every life and to change us. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. I have a
a word that is common. Nina neno ambalo ni la But it's an important word for today. lakini ni la muhimu kwa siku ya leo. It's John chapter 15. Ni Yohana sura ya 15. Everybody knows that word. Kila mmoja anajua neno hilo. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to talk about some lines, not all of that scripture. Naenda kuongelea baadhi ya mistari, sio maandiko yote. Because I will read from 1 to 16. Maybe jumping other lines. If I were to give this talk a title, Kama ningekuwa natoa I would say a life lived in the kingdom of God naweza kusema maisha ambayo ni ya kuishi katika ufalme wa Mungu. is a fruitful life. Ni maisha ya kutoa matunda. None of us are meant not to bear fruit by God. We are created to bear fruit. Tumeumbwa ili tuwe matunda. We are created to be like God. Tumeumbwa ili tuwe kama Mungu. To be like Jesus. Tuwe kama Yesu. To do as Jesus did. Kufanya kama Yesu alivyofanya. We are created to change situations. Tumeumbwa ili kubadilisha hali. To influence Ili where we are. kuziweka karibu, kuzibadilisha. Hallelujah. And so we have a responsibility Kwa hiyo tuna majukumu. to take the word and believe it. Tuuambie ulimwengu na kuamini. We are all believers. Naamini wote ni waamini. But it's encouragement to get to another level. Lakini ni kuwatia moyo kuingia katika hatua nyingine. So that you may change life in your school where you are. Ili kwamba uweze kubadili maisha katika In shule, your work situation where you are. katika maeneo unayofanyia At kazi, home where you are. nyumbani kule uliko, In your where you are. katika jamii ile uliyopo. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya You ulimwengu. are the salt of the world. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. But without Jesus, you can do nothing. Lakini bila Yesu huwezi fanya chochote. None of us can do anything. Hakuna hata mmoja anayeweza kufanya bila We Yesu. don't trust our gifts. We don't trust our gifts. We don't trust the gifts He has given us. Hatuwezi kuamini katika zawadi We ambazo trust Him. tunamwamini yeye. He is the truth Yeye ni kweli, that we believe. tunayemwamini. He is the truth that has set us free. Ni kweli ambayo imetuweka huru. Amen. Amen. Do you believe that He is the truth that has set us free? Unaamini kuwa ni kweli ambayo imetuweka huru? Do you know that there are things within a man or woman inside Unaamini kwamba kuna kitu ndani ya mwanamke au mwanaume ndani that keep talking and they say this is how far you will go? kwamba kinaendelea kusema kwamba hii ni hatua ambayo You utaendea, will not go that far. utaenda mpaka kule. But the Lord has prepared you to go far. Lakini Mungu ameandaa uende mbali. Hallelujah. Haleluya. And to bear much fruit, much more than you imagine. Na kuzaa matunda mengi zaidi ya vile ulivyoweza kufikiria. And so when the Holy Spirit comes, He desires to find my heart. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ana shauku ya kutafuta moyo wako. And to set me free from anything that hinders me. Uniweka huru kwa kila kitu chochote kinachoweza kunizuia. He desires to set me free in my spirit. Ana shauku ya kuniweka huru katika roho yangu, But also in my mind. lakini pia katika fikra And zangu. the word is helpful to set us free. Na neno linatusaidia kutuweka huru Because Jesus is His word. kwa sababu Yesu ni neno lake. So we shall read. Kwa hiyo tutasoma. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Would you like to read it in the Bible? Maybe read it in the Bible. I'll tell you which lines you should read.
Just, we are going to do it quickly. And please, Mama, guide me on the time. I don't have much to do. Shall I put it to read? And you just interpret. Or maybe read it, you know. I am the true vine. That's chapter 15 in John. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. And my Father Na baba yangu is the vine dresser. ndiye mlima. Every branch in me that does not bear fruit, you are already clean Ninyi mmekwisha kuwa safi because of the word kwa sababu ya which I've neno spoken to you. nililowaambia. Verse 4. Mstari wa 4. Abide in me, Kaeni ndani yangu and I in you. nami ndani yenu. As the branch cannot bear fruit of itself Kama vile tawi unless it abides in peke the yake vine, isipokuwa ndani, neither can you kadhalika nani unless you abide in me. isipokuwa ndani yangu. Hallelujah. Hallelujah. I'll pause there and then I'll talk a bit and then we'll continue. Nitasimama pale kisha nitaongea kidogo halafu nitaendelea. The great thing about this scripture Kitu kikubwa kwa maneno haya is knowing that Jesus is like a fruit tree that's planted on this soil. ni kufahamu Yesu ni kama mti wa matunda. From whom the owner expects fruit. Kutoka kwa mmiliki yule anayetegemea kutoa matunda. And the owner is the Father. Na mmiliki ni Baba. You would expect that Jesus calls himself God. Unaweza ukategemea kwamba Yesu anajiita yeye mwenyewe Mungu. And so he's the one who expects things from us. Na ni namna nyingine ya kuweka vitu kwetu. But he is now telling us that the Father expects something from him. Kwa hiyo lakini anajaribu kutuambia kwamba Baba anategemea kitu kutoka kwake. He expects him to grow in the field where he is planted. Kwa hiyo anategemea kwamba aweze kukua And mahali the ambapo field amepandwa. where he is planted is he is the true vine, but the dresser is the Father. Kwa hiyo mti mahali ambapo amepandwa ni kama mzabibu lakini ni Baba. That means Jesus is responsible and accountable to the Father. Kwa maana hiyo kwamba Yesu anawajibika kwa Baba. Do we believe that Jesus is God? Unaweza ukaamini hilo? Is Jesus God? Yesu ni Mungu. Jesus is God. Yesu ni Mungu. He is the Son of God, but he is God. Ni mwana wa Mungu lakini ni Mungu. Because when God created, Jesus was with God. Pale Mungu alipoumba Yesu alikuwa pamoja na Mungu. When God said, "Let there be light," Jesus was the light that was within the Father. Pale aliposema iwe nuru, Yesu alikuwa pamoja na Mungu, naye ni nuru. But Jesus was also the Word Lakini Yesu Kristo pia ni neno that the Father spoke. ambayo Baba alisema. Because John says, He is the Word. Kwa sababu Yohana alisema kwamba yeye ni neno. So that shows us that we cannot live irresponsible if Jesus, who is God, had to account to the Father. Kwa hiyo haimaanishi kwamba tunaweza kuishi pasipo kuwajibika. But we're talking about fruit. Anawajibika kwa Baba. We're talking about the relationship that Jesus had with the Father. Tunaongelea uhusiano. We are also talking about the outcome of the relationship. Pia tunazungumzia matokeo ya mahusiano. How Jesus carried fruit. Wakati namna gani Yesu anabeba. And the fruit was to accomplish what he was sent. Na matunda ilikuwa ni kukamilisha kile ambacho angetakiwa kukamilisha. Do you know what you are sent to do? Unajua kitu ambacho umetumwa kufanya. Can you just say amen if they know? Mmoja anaweza kusema amen kama anafahamu. If you do not know, you just keep quiet. Kama hujui unaweza kukaa kimya.
thereby and they do not know. Do you know that you have a responsibility given by God? Unajua kwamba unalo umepewa jukumu kila mmoja. Each one of you. Kila mmoja. Each one of you. Kila mmoja. The Bible says you are a branch in this vine. Biblia inasema kwamba wewe ni tawi katika mzabibu. You are growing in this vine. Unakuwa katika mzabibu. And you are expected to bear fruit in this vine. Na unategemewa kuzaa matunda katika mzabibu. This verse says if there are branches that do not bear fruit, which will be cut off. Na neno la Mungu nasema kama kuna tawi lisilo-zaa matunda na and they will dry and they will be burnt. They will dry up. Na tajaribu. Because if you cut a branch from a tree, ikiwa ukikata tawi kutoka, then it dries and it's thrown away. Itakauka then itaondoka. And those who want to make fire, they take this branch. Na wale ambao wanahitaji, I'm talking about us. I'm talking about us. Nazungumza kwa habari. So let's move together. Tuende pamoja. Hear me. Nisikilize. Hear me and be encouraged. Nisikilize mimi na. You are not just here on earth to live and die without importance. Kwa hiyo hauko hapa duniani tu kuishi kufa bila faida. You are a branch in the vine. Uko tawi katika. The vine is Jesus. Mzabibu ni Yesu Kristo. And Jesus is the Son of God who is sitting at the right of the Father. At the right hand of the Father. Jesus is sitting at the right hand of the Father now. Yesu Kristo amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. And he wants to see fruit growing in me and in you. Anataka kuona matunda yanayokuwa ndani yangu, ndani yako. If we bear fruit, then he comes and he prunes. Ikiwa tutazaa matunda, atakuja, ataanza. And how he prunes the tree Na namna gani atasafisha? Is to allow troubles to come to your life. Ruhusu matatizo kuja kwako. Is to allow challenges to come to your life. Na ruhusu changamoto kuja kwako. Some will be small. Wengine watakuwa wadogo. When people talk about you and you feel watakuja kuzungumza kwako, utakasirika. Changamoto ndogo. That's a small challenge. Hiyo changamoto. That's a small challenge. Hiyo changamoto ndogo. Sometimes you lose your job, your company will close. That's another challenge. Wakati mwingine utapoteza kazi yako. Hiyo But he's there looking at you. Lakini anakutazama wewe. Knowing that this is happening so that you may control. Akijua kwamba hili linatokea ili kwamba uweze. You may grow. Uweze kukua. And like him. Na upende. Sometimes a bigger challenge happens. Wakati mwingine changamoto kubwa zinakuja. And someone dies in your family. Na mtu mmoja anafariki katika familia yako. Even there, he is there. Hata wakati ule yeye yupo. You want answers. You say, Jesus, you said you would protect me. Unataka majibu, unamwambia Yesu ulisema utanilinda. But why? Lakini kwa nini? Why am I losing my mother? Why am I losing my father? Kwa nini nimempoteza baba? Kwa nini nimempoteza mama? Why am I losing my sister, my husband, Kwa nini my child? nimempoteza dada, mume wangu, mtoto wangu? And it will seem as if God is quiet. Na itaonekana kama Mungu yuko kimya. But we do not walk by seeing, we walk by faith. Lakini hatuenendi kwa kutizama, tunaenda kwa imani. At times like those, you are expected to grow in your faith. Katika wakati kama huu unategemewa kukua katika By imani. trusting Jesus that he is going to carry you through. Na amini katika Yesu Kristo ambaye ataenda kubeba zaidi. Very times, that's the time when Jesus touches you to bear more fruit. Katika muda huo mgumu ni wakati ambao Yesu Kristo anakugusa ili uweze kuzaa matunda. And when we talk of fruit, I'm not talking of just the fruit of the Holy Spirit. I'm talking about the fruit of works. Na ninapozungumzia matunda, sizungumzie matunda ya Roho Mtakatifu, nazungumzia matunda ya kazi. It is the fruit of works that makes you the light of the world. Ni matunda ya neno ambayo yanafanya nuru ya ulimwengu. Going to your neighbor and seeing that he or she lives well. Kwenda kwa jirani yako na kumtizama kama anaishi vizuri. That she has food.
kwamba ana chakula, that his children are fed and they go to school. kwamba watoto wamekula na wameenda shule. And if they are not fed, if there's problems, Kama hawajala na kama kuna tatizo, you might say, I go to pray for him. unaweza kusema naenda kumwombea. But the Lord wants you to go further and give your neighbor bread. Na Mungu anahitaji uende zaidi, umpe jirani yako mkate. You don't agree with me. Hakubaliani na mimi. That's the fruit that Jesus wants. Hayo ndio matunda ambayo Yesu It's anahitaji. not the fruit that is inside. Sio matunda ambayo yako ndani. It is the fruit that makes you go and help someone. Ni matunda ambayo ya kuondoka na kumsaidia mtu Okay, mmoja. let's go on. Tuendelee. Branches bearing fruit being pruned, being cut off. I don't know which branch you are. I don't know which branch you will be. Sijui ni tawi gani. In the kingdom you choose Katika whether you are ufalme, going to bear fruit, you are not going to bear fruit. katika ufalme unachagua kwamba utazaa matunda au It's utazaa not matunda. Jesus' responsibility to make you bear fruit. It's your responsibility to bear fruit. Sio wajibu wa Yesu kufanya wewe uzae matunda, ni wajibu wako. And you kufanya uzae decide where you want to go. Do you want to go the way, the narrow way where you will bear fruit? ni kuchagua njia utakayoendea, iwe nyembamba ya kuzaa matunda. Where you give your whole life to Jesus. Ni wapi utatoa maisha yako kwa Yesu, And He then does work in your life. na kisha atafanya kazi katika maisha So yako, that you gain your life again. ili kwamba uweze kupokea maisha yako Are tena. they together with us? Amen. Tuko pamoja. Are they together with us? Amen. So, choose today whether you will be a dry branch or a branch bearing fruit. Chagua hivi leo utakavyokuwa, utakuwa ni tawi usiozaa au tawi linalozaa. Are you keen on taking responsibility, or do you run away from hard work? Bado unapenda kuchukua wajibu au unakimbia kutoka kwenye majukumu? Verse 3, let's pass on. You are already clean because of the word which I have spoken to you. You are already clean Tumesafishwa tayari because of the word I have spoken to you. kwa sababu ya lile neno nililowaambia. The place of the word in your life is more than the place of food. Nafasi ya neno katika maisha yako ni zaidi ya nafasi ya chakula. It is the word that makes you clean. Ni neno linaloweza kusafisha. Even if you didn't get food, if you get the word. Ikiwa ukipata neno, How important is the word to you? ni umuhimu gani neno lilonalo kwako? Young person, are you saying, oh, I'm still young, I can't read the Bible, I don't know how to read it? Kwa kijana mdogo bado unasema kwamba siwezi kusoma neno. And I am telling you, all the filth of the world Na is going to come running into your life. All the filth in your mind, the debt, the sin, okay. the sin in the world. Anasema dhambi If katika you're empty, ikiwa uko hauna kitu, the sin is going to come running into your mind. dhambi zitakuja kwenye ufahamu wako. Your thoughts will be contaminated. Fikra zako zitachafuliwa, Debt. zitajazwa na uchafu. So take a new decision today to value the word. Kwa hiyo chukua uamuzi leo wa kupata thamani, kuchukua thamani ya neno la Mungu. Read a line when you wake up. Read a line when you go to sleep. Soma mstari, Study the word. Study. jifunze neno, anza jifunza neno, And pray about the word. uombe kwa ajili ya neno. Sit quietly without social media or your phone. Ukae kimya bila ya kuwa na mitandao ya kijamii na simu, And meditate on the word. na tafakari kwa habari ya neno, Because it's the word that makes you clean. kwa sababu ni neno ambalo linakusafisha. Hallelujah. Haleluya.
uwe ndani yangu nami ndani yako. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Kama tawi lisipoweza kuzaa matunda lisipokuwa ndani ya mzabibu. Neither can you unless you abide in me. Wewe pia huwezi ikiwa hutakuwa ndani yangu. Jesus wants you and me to abide in him. Yesu anataka mimi na wewe tuwe ndani yake. Allow me to say this. Niruhusu niseme hili. Jesus is the more important person in your life, or the most important person in your life. Yesu ni mtu muhimu sana katika maisha yako. And relationship with him, because if I abide in you and you abide in me, it means you are inside and I'm inside. Na uhusiano ni kwamba kama uko ndani yake na yeye yuko ndani yake, ina maana uko ndani na yeye yuko ndani. So you can't not relate with me inside. Na kwa hiyo huwezi You can't not talk to me inside. huwezi ukaongea na mimi ndani yako. And I can't not talk to you inside. Na huwezi kuongea ndani yako. So if I abide in Jesus and he abides in me, Ikiwa yeye yuko ndani yangu na mimi niko ndani it yake. means we are walking together closely. Ikiwa kwamba tunatembea pamoja kwa He is ukaribu. always in my heart. Siku zote yuko ndani And ya I'm moyo wangu. always in his heart. Na niko ndani ya moyo wake. So it's not just about going to church. It's me and my Jesus. Sio kwa habari tu ya kwenda kanisani, kwa habari ya mimi na Yesu. Need the family. Lakini nahitaji familia. So I must be amongst the family. This is so important to us. Hii ni muhimu sana. That we learn to walk with him as his friends. Kwa hiyo tunajifunza kutembea pamoja naye kama marafiki. The forerunners like Abraham. The forerunners, those who walked before us. Wanafuatana. Like Abraham, like Moses, Kama like Moses, Noah. kama All those were called friends of God. wote walikuwa wanaitwa marafiki wa Mungu. Because of abiding in God, of being in God. The word says, remain in me. Kwa sababu ya kukaa ndani ya Mungu. Remain in you. Na yeye atakubali kubaki kwa If my word remains in you, ikiwa neno langu litabaki kwako, then you will abide in my love. utakuwa ndani ya neno langu. Am I talking clearly? Ninaongea kwa kueleweka. And I say something that is uplifting you and building you up, that if we do not abide in Jesus, because the world is always around us, the culture is always around us, it's easy to live in that culture and just come to church. Ninaongea hili kwa sababu yapo mambo mengi yametuzunguka. Kuna utamaduni umetuzunguka. Kwa hiyo tusipoishi ndani yake ni rahisi sana. When Jesus talks about abiding in his word, wakati Yesu Kristo anasema tuwe ndani ya neno lake, he's talking about a way of life in the kingdom. Anazungumza namna ya kuishi katika ufalme. How to live for him. Namna ya kuishi kwa ajili yake. How to live with him. Namna ya kuishi naye. How to listen to him. Namna ya kumsikiliza. How to do his will. Namna ya kufanya matakwa yake. Hallelujah. Hallelujah. And that's how he empowers the church. And if the church is not in Jesus, hivyo ni namna anavyolipa nguvu kanisa. that's a weak church. That's a defeated church. If the church is not living in Jesus, ikiwa kanisa liishi katika Kristo, like these flowers are in this pot, kama huwa hili liloko kwenye, and they can live forever. If it was fresh ones, they would be in the water. Kama lingekuwa liko so the people of God need to be immersed in Jesus. Kwa hiyo watu wa Mungu wanatakiwa kuingia and the Holy Spirit na Roho Mtakatifu, in order to be saved from the culture of the world. ili kwamba waweze kukombolewa kutoka katika utamaduni wa
And in order that they can bear much fruit for Jesus. Na ili kwamba waweze kuzaa matunda zaidi kwa ajili yake. The fruit is the works, is the transformation of the mind. Matunda ni neno na kubadilishwa fikra. Namna ya kufikiri. Thinking like Jesus. Na kufikiri kama Yesu. Okay. We move.